kosa akili. Paulo, msomi wa chuo kikuu cha Gamalieli, anaambia ikiwa tumerukwa na akili, mtuchukulie hivyo kwamba tumerukwa na akili kwa ajili ya Mungu aliyetuumba. Anawajibu wanasiasa wanaobeza wokovu. Wanatangaza siasa kwa kumtangaza kiongozi wanayemuona, lakini bado wanawakatalia. Sisi tunamtangaza kiongozi hatumuoni kwa macho, lakini maelfu yanatukubali. Paulo anasema ikiwa ninyi mnatuchukulia tumerukwa na akili, sawa, I don't care. Msichukulie poa kwamba wachungaji hawana akili. Hakuna askofu yeyote ambaye hawezi kuongoza nchi. Yaani askofu yeyote anayejua. Ndio maana askofu wa kweli ni yule ambaye hafanyi mambo peke yake, anafanya mambo na sekretari yake yote, washauri. Huyo ndio askofu. Sio unakuwa kiongozi, sio unakuwa askofu, wewe ndio unazungumza maneno peke yako tu kwenye mimi nikizungumza hivi na hii timu yangu yote inanikubalia. Kwa nini? Wananipenda, wana amani, ni baba yao. Lakini hiyo haiwezi kuwa sababu ya kwamba wakinishauri namna ya kufanya kusogeza kanisa kulipeleka mbele, mimi nisisikilize. Ukiwa kiongozi wa namna hiyo, unahubiri kwa kutisha watu, unatisha alafu hutaki kusikiliza, iko siku utabaki peke yako kanisani. Watu wenye busara wote wanaondoka. Paulo anasema ikiwa ninyi mnatuchukulia kama tumerukwa na akili, sio hivyo mnavyofikiria, ni kwa ajili ya Bwana. Waliosababisha ukombozi wa South Africa walikuwa ni wakina Desmond Tutu, askofu wa South Africa. Paulo anasema ikiwa tunaonekana kama tumerukwa na akili, amesema kama nini? Hebu rudia mstari huo. Maana ikiwa tumerukwa na akili zetu ni kwa ajili ya Mungu, au ikiwa tunazo akili zetu timamu ni kwa ajili yenu. Kama mimi, labda nikueleze ukweli. Kama mimi unaweza kuhisi kwamba Bendera ni msomi, Bendera na akili, hakuna lolote. Hakuna lolote kwangu mimi. Ni kwa ajili yenu. Ninyi ndio mnanifanya niwe na akili. Ninyi ni kwa akili zangu ni kwa ajili yenu ninyi. Lakini kama ni mimi wakisema nimerukwa na akili, wewe huhusiki, ni kwa ajili ya Mungu. Unaona sasa hapo unavokwepwa. Yaani wewe hujauziwa kesi yoyote. Hauwezi kwenda jehanamu. Haleluya. Kama mchungaji yeyote anasema mimi ni msomi, mhubiri wa dini yote anajitapa kwamba yeye ana elimu, ana degree, ana masters, ni kosa kubwa. Ikiwa mimi ninaonekana nina akili, si kwa ajili yangu, ni kwa ajili yenu. Lakini ikiwa mimi naonekana kama, yani unaweza kupita watu mahali, watu wakakuona kama mwenda wazimu na tena, wewe mchungaji ni mbona kama mjinga? Hapana, na akili zote. Ila nimechagua kuwa mpole hivi. Na sio kwamba niko hivyo, ni Bwana amenifanya hivyo. Huwezi kuwa mchungaji ukawa mjanja sana, ukachangamka sana. Mara yani unavovaa, unavotembea, unafanana na wasanii fulani, ili kusudi onekane wewe ni mjanja. Mchungaji unatakiwa kuwa mjinga kwa Kristo. Uwe mjinga kwa ajili ya Kristo. Uwe kama mwenda wazimu kwa ajili ya Kristo. Uwe kama umerukwa na akili. Huyu jamaa mbona amekuwa mpole sana dini bwana? Yaani ukiingia kwenye dini akili zako zinapotea. Wale wenye akili ndio unakuta wanahukumiwa miaka, wanakuwa jela, wanahukumiwa miaka, vifo. Kuwa mjinga sio kwamba mimi ni mjinga. Mhubiri sio madman. Mhubiri ana akili. Mhubiri ameitwa, mhubiri wa kiroho. Yaani ikiwa mimi mnaniona nimerukwa na akili, ni kwa ajili ya Mungu. Kila kitu nitakachokifanya, naweza nikakugusa miguu nimepiga magoti. Sio kwamba ni mimi, ni Mungu anajinyenyekeza mpaka mauti ili wewe upone. Yesu alijinyenyekeza kufa ili sisi tusalimike kwa ajili ya utukufu wake. Wewe unaweza kushangaa, napiga magoti kwa ajili ya mbele ya mtoto huyu, mbele ya watoto hao, na mgusa miguu, na iponya mamlaka yako. Usuka, Mungu wangu Baba, mbona mimi ni mdogo sana? Ndio.
sio mimi nayefanya kazi. Lazima unyenyekevu uwe mbele zako, ili maisha yako isiwe hiyo usitake advantage.